Dubai ni jangwa ndugu zangu. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Ni watu wa Kiara ni wengi kuliko watu waliokuwepo Dubai mwaka 61. Leo sisi tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 7 landlocked. Tunazungukwa na Malawi, tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda. Zote ili zipitishe gari kwenye maji yetu, ili wapitishe nguo kutoka nje kwenye maji yetu. Unachohitaji wewe kama serikali ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itasimama, washushe mizigo, pesa ingie kwenye nchi yako. Mtu akitoka Malawi akifuata gari alilonunua kutoka Japani, anatulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji aliyotupa Mungu kule, hayaishi leo wala kesho. Utajiri unakuja hapa. Leo hiyo bandari tumechukua, tumewakabidhi Waarabu wa Dubai mpaka kiama, kwamba sisi watu milioni 60 hatuna uwezo wa kusimamia bandari zilizotuacha Mwalimu. Watu milioni 3 wana uwezo kuliko sisi. Tuna uwanja wa ndege wa Kia, tumekabidhi Omani. Kila mtalii anayepita analipa $55 kwa kuingia, $55 kwa kuondoka, wanapita watalii milioni 1.5. Uwanja upo aliuacha Mwalimu. Kukaa pale tukusanye fedha hatuwezi. Tumewapa wa Omani ndio wakusanye wakajenge kwao. Leo dunia hii nchi kubwa za viwanda zinazalisha hewa ya ukaa, zinasababisha machafuko ya mabadiliko ya tabia nchi, zinapeleka hewa ya ukaa huko kwenye anga, zinapigwa faini ili nchi zile ambazo zinazalisha oxygen zilipwe hiyo faini kutokana, inaitwa carbon credit. Kwamba nyie China, nyie Marekani, nyie Uingereza, nyie Ujerumani wenye viwanda vikubwa nazalisha hewa ya ukaa, mnaathiri watu wanaozalisha misitu, tuwape fedha kufidia misitu. Kwamba sisi Tanzania tumequalify, tuna misitu mingi inayonyonya hiyo hewa ya ukaa. Leo tumechukua hiyo misitu, tumesaini mkataba na Saudi Arabia kwamba wao ndio waonekane wenye misitu, wao ndio watakusanya hizo fedha. Nchi inauzwa left, right and center. Tukiyasema haya wanasema sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya kwa haya tunayosema? Kwamba tukae kimya? Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lissu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwaambie, mimi John Heche alichokuwa nakisimamia Lissu nitakisimamia kwa nguvu zangu zote. Hatutarudi nyuma. Wanasema sisi Chadema tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani bwana Fani? Hatutaki askari muhusike kuiba uchaguzi. Tumekataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue. Wanatuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi. Kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hao wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kairima una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura mna maadili gani nyinyi? Kuiba uchaguzi ni maadili? Kuiba kura ni maadili? Hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku. Si tukashiriki kwenye ujinga huo? Tumekataa. Sasa ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge, niko mwaka wa 2 chuo kikuu. Na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarina pale? Wasubutu. Wana uwezo huo?
Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo naweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza na viongozi wa bovu. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipaswa nyie mwe mnaenjoy dunia. Dunia nyingine, unaenda nchi kama Norway, watu wake wanapewa child support. Wanapewa support na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hela. Sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5, watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rattles, in abundance of water a fully thirsty, katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati uko katikati ya ziwa Nyasa? Katikati ya utajiri wa jinga ni maskini, watu wetu ni maskini. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi kitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Ndani ya miaka mitatu, Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi, Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi, ndugu zangu, ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Lissu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamwokoa. Wanataka kumuua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wakoloni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. Sisi tunataka kushindana kwa hoja. Hatuna bunduki. Hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoiba uchaguzi ndio wahaini, kwa sababu wanapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu. Hao ndio wahaini. Sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuwaomba muunge chama hiki mkono. Msimame na chama hiki, mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa raha. Tutapashiwishwi na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuna karatasi zinaitwa petition. Karatasi zinaitwa petition. Madai kila Mtanzania, hata kama ni askari, anayepinga na nature ya binadamu. Binadamu sio mtu wa maonevu. Binadamu anakuwa muonevu pale anapowekwa kwenye mfumo na ukubali uonevu, impunity. Binadamu hapendi uonevu. Ndio maana ukiona mtu anapigwa utaumia. That's nature. Lakini ukilelewa katika uonevu, baadaye utakuwa sehemu ya uonevu. Tusikubali kujenga culture ya impunity na culture ya kutokuhurumiana na culture ya kuumizana. Nataka kumnyonga Lissu kwa sababu Lissu anasema ukweli. Hatutakubali. Tunaomba wote ambao hamuungi mkono wizi wa uchaguzi msaini kwenye hizo fomu. Viongozi wetu watakuja nazo kwenye kata, kwenye mitaa, na hata leo Kasamba Rubaki hapa. Watu wapange mstari, waendelee kusaini. Unaandika jina lako, unaandika namba yako ya simu na unaweka saini. Tunahitaji saini milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa kuonesha kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi katika nchi yetu. Na tutazipeleka mahali pengine pote duniani. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii. Ukiazimisha kwenda kwenye uchaguzi
Na uchaguzi wa bila Chadema utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Mtaenda kushiriki uchafu? Bila chama chenu wa Tanzania kuna atakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari. Leo katiba ya nchi yetu ibara ya 27(2) inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni 500 unazipeleka kwenye uchaguzi ambao umeshaamua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukue hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta, mkawaletea maji, mkawaletea nini, walime fedha, wapate fedha mfukoni kuliko mnavyoenda kuziharibu? Kwa nini mjitangaze halafu mkijitangaza hizo fedha pelekeni kwenye mambo mengine ya wananchi? Tunaelewana watu wa Kyela? Jana mmesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba Rais Samia si umteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania, kwamba tayari Samia yeye ni rais, nyie muamue msiamue, yeye ni nini? Nani atakusikilizeni nyie mtakapolalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? Nani atakusikilizeni kama kura yako haiamui? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya mwananchi. Tunaelewana vizuri watu wa Kyela? Ninawashukuru sana.